Karibu katika sehemu ya 7. Mara ya mwisho tuliishia hapa wakati Saladini anawaamuru aliowaroga wavunje nyumba ya Bicha usiku ili aingie ndani. Je, unajua ni nini kilitokea baadaye? Mwanangu, Baraka, kamata hii chupa. Hii ndio msaada pekee. Inatosha, msimuumize. Mimi ndio niliyemleta na ndio nitakayemuondoa hapa. Sasa kabla sijaanza sehemu ya 7, hebu kwanza like, alafu ni follow au subscribe. Kisha niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii, ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze. Mawe yaliponda madirisha. Mashoka yalipasua milango ya mbao. Umati wa watu wa Magomeni, macho yao yakiwa yamepumbazwa na sauti ya Saladini, walikuwa kama mchwa wenye njaa. Ndani ya nyumba, Bicha usiku alikuwa amepiga magoti akitetemeka, huku mzee Kombo akishikilia mkuki wake kwa mkono mmoja na kumpa Baraka kitu kwa mkono mwingine. Ilikuwa ni chupa ndogo ya glasi iliyojaa mchanga mweupe wa pwani ya sauti. Mwanangu, Baraka, kamata hii chupa. Hii ndio msaada pekee. Mwanangu, mzee Kombo alisema kwa sauti ya haraka. Wimbo wake unawatawala watu, lakini hauwezi kutawaa ukweli. Ukimwagia mchanga huu mwilini mwake wakati anaimba, utamfanya aonyeshe sura yake halisi mbele ya kila mtu. Ukweli utavunja uchawi wake. Lakini mzee, wakiona sura yake, watamua. Baraka alilia. Ni yeye au ni jiji zima, Baraka? Chagua. Mzee Kombo alifoka wakati mlango mkuu ulipovunjika vipande vipande. Saladini aliingia ndani akiwa ametulia kama malkia, akifuatiwa na vijana wawili wenye mapanga. Wimbo wake ulikuwa umepungua sauti, ukawa kama mnongono wa kishirikina uliolaza akili za kila aliyekuwepo. Alimtazama mzee Kombo kwa dharau, kisha akamgeukia Baraka kwa macho yaliyojaa mapenzi ya uongo. Baraka, Saladini alinong'ona, wazee hawa walitaka kututenganisha. Walitaka waamini mimi ni mnyama. Njoo kwangu, mume wangu. Tuangamize na turudi baharini kuwa wafalme. Baraka alitembea kuelekea kwake, mikono ikitetemeka. Saladini alicheka kimoyomoyo, akiamini ameshinda. Alifungua mikono yake kumkumbatia Baraka. Nakupenda Saladini, Baraka alisema kwa sauti ya uchungu. Lakini nakupenda kama mwanamke, si kama mnyama mla watu. Kwa kasi ya ajabu, Baraka alifungua ile chupa na kumwagia Saladini ule mchanga mweupe usoni na kifuani. Kelele ya kutisha, isiyo ya kibinadamu, ilitoka kooni mwa Saladini. Moshi wa kijani ulianza kufuka mwilini mwake. Ule uzuri wake wa kimbingu ulianza kuyeyuka kama mshumaa kwenye moto. Ngozi yake ikawa na magamba ya kijivu, macho yake yakawa makubwa na ya kijani yanayotisha, na miguu yake ikaanza kuungana na kutengeneza mkia wenye ncha kali. Mbele ya umati wa watu uliokuwa umeingia ndani, Saladini hakuwa tena mrembo wa Dar es Salaam, alikuwa nguva wa kuzimu. Uchawi wa sauti ulikatika papo hapo. Watu wa Magomeni walizinduka kama wametoka usingizini. Walipoona kiumbe kilicho mbele yao, hofu iligeuka kuwa hasira. Jini! Weni jini! Walipiga kelele. Watu walimvamia Saladini kwa mapanga na marungu. Saladini alipiga kelele ya kukata tamaa, akijitahidi kurudi nyuma, lakini mwili wake ulikuwa dhaifu, nchi kavu bila uchawi wake. Damu ya kijani ilianza kutiririka. Acheni! Inatosha, msimuumize. Mimi ndio niliyemleta na ndio nitakayemuondoa hapa. Baraka alipiga kelele, akijitupa mbele kumlinda Saladini. Msihue, mimi ndiye niliyemleta. Lakini ghafla, ardhi ilitetemeka. Sauti ya Nkunda iliunguruma kutoka chini ya sakafu ya nyumba. Mkataba umevunjwa. Siri imefichuka. Adhabu ni moja tu. Ghafla, kivuli kirefu cha moshi mweusi kilichomoza kutoka ardhini na kumshika Saladini shingoni. Ilikuwa ni Nkunda mwenyewe, akija kuchukua nafsi aliyopewa. Lakini kivuli hicho hakikumchukua Saladini peke yake, kiliufunika na mwili wa Baraka pia. Hapana, mwache kijana. Mzee Kombo alirusha mkuki wake, lakini mkuki ulipita katikati ya moshi kama unachoma hewa. Saladini, akiona kifo chake na cha Baraka kimefika, alimwangalia Baraka kwa mara ya mwisho. Safari hii hakuwa na wimbo wala uchawi. Machozi ya kweli, ya maji ya chumvi, yalimtoka. Baraka, samahani, alihasira. Nilikupongeza nanga yangu, kumbe nilikuwa na kuzamisha. Katika dakika ya mwisho, Saladini alitumia nguvu zake zote zilizobaki. Badala ya kupambana na Nkunda, aliubeba mwili wa Baraka na kumvuta mbali na ule moshi mweusi, akimtikisa kwa nguvu kuelekea kwa mzee Kombo.
chukua nafsi yangu, lakini muache binadamu huyu. Saadini alipiga kelele kwa Mkunda. Mkunda alicheka kwa kishindo. Nafsi yako ni yangu milele. Moshi ulimeza Saladini kikamilifu. Kulikuwa na mwanga mkali wa bluu, kisha kishindo kikubwa kilichovunja kuta zote za nyumba ya Bi cha usiku. Watu wote walirushwa nje. Moshi ulipotulia, Saladini hakuwepo. Mkunda hakuwepo. Baraka alikuwa amelala kwenye mchanga, akiwa hai lakini amepoteza fahamu. Miezi mitatu baadaye, kijiji cha Mji Mwema kilikuwa kimetulia. Baraka alikuwa amerejea nyumbani, akiishi kwenye kibanda kidogo alichojenga upya mbali na ufukwe. Hakuwahi kuongea tena tangu siku ile ya Magomeni. Alikuwa akikaa ufukweni kila jioni, akiangalia mawimbi ya bahari kwa masaa mengi. Mzee Kombo alimkaribia siku moja jioni. Baraka, unapaswa kusahau. Ameshachukuliwa na bahari. Baraka hakugeuka. Alinyoosha mkono wake na kuonyesha kitu kilichokuwa kimeletwa na mawimbi miguuni mwake. Ilikuwa ni ganda la konokono kubwa, lenye rangi nzuri ya dhahabu na kijani, rangi ya macho ya Saladini. Alipoliweka lile ganda sikioni, hakusikia sauti ya upepo. Alisikia sauti ya mwanamke akicheka kwa mbali, na wimbo mororo uliosema, nisubiri hadi maji yatakapokutana na anga. Baraka alitabasamu kwa mara ya kwanza. Alijua Saladini hajafa kabisa. Alikuwa amerejea kuwa sehemu ya bahari, akilipa deni la Nkunda kwa mateso ya milele, lakini bado akimlinda yule aliyemfundisha nini maana ya kupenda. Mzee Kombo aliguna na kuondoka. Alijua kuwa hadithi ya Saladini haitaisha, kwani bahari haina mwisho na siri zake hazijawahi kukauka. Okay, mpaka kufikia hapa ndio mwisho wa simulizi yetu. Nadhani utakuwa umejifunza kitu kwenye hadithi hii ya Saladini, nguva aliyetamani kuwa binadamu. Weka maoni yako kwenye comment hapo chini, uniambie kuwa umeionaje story na umejifunza nini. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Kwa matangazo ya biashara unaweza kutupigia au kutucheki WhatsApp kupitia namba 0683 637 109. Tukutane tena katika wakati mwingine, na asante kwa kuangalia.